One, two, one, two, one, two, one, two, one, two. Habari mtazamaji wa KST TV chini ya usimamizi wa CB Production. Hongera kwa kuendelea kuwa mdau mzuri wa kuifuatilia channel hii ya KST TV. Pende tu kukukaribisha zaidi kuendelea kutufuatilia zaidi, lakini pia kama hujasubscribe pia subscribe, kama pia hujawahi kucomment tangu umekuwa mfuatiliaji wa channel hii, acha comment yako. Na mtazamaji wa KST TV chini ya usimamizi wa CB Production, kama nilivyotangulia kukueleza hapo awali ya kwamba channel hii ni mahususi kabisa kukuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Ndio maana ikaitwa KST TV, na maana ya K ni kubali, S maana yake ni sauti, T maana yake ni teule, yani kubali, sauti, teule, sauti iliyoteuliwa na Mungu kukuletea habari njema za ufalme wake. KST TV, kubali, sauti, teule, chini ya usimamizi wa CB Production, Christ Building Production. Mungu akubariki sana. Naitwa Samson Simon, ni mchungaji na pia ndiye mmiliki wa channel hii ya KST TV, lakini pia ni mmiliki wa production ambayo inaitwa CB Production. Ndio huduma rasmi ambayo Mungu amenipa ili niweze kukusogezea mambo yote yanayohusu ufalme wake kupitia channel hii ya KST TV. Leo kupitia sauti teule na kuletea ujumbe unaosema ukombozi kupitia Kristo pekee. Ukombozi kupitia Kristo pekee. Mungu afungue akili yako, Mungu akufungue macho yako ya rohoni, Mungu akufungue ufahamu wako ili uelewe kwa ufasaha kile ambacho Roho wa Bwana ananena na wewe leo. Kwa nini anakuletea ujumbe huu? Kwa sababu watu wengi wanapata ukombozi ambao una majuto baadaye. Upo ukombozi ambao kupitia Kristo hauna majuto, hauna kilio, hauna majonzi, una furaha tele. Na nikueleze katika ukombozi huo kupitia Kristo pekee, maana ya kupitia, maana yake ili upite mahali uingie ndani lazima kuna mlango. Na kwa nikisema ukombozi kupitia, maana yake mahali unapopitia kuna mlango. Umejenga nyumba yako, kuna mlango umeweka ili utumie kupitia kuingia ndani ya nyumba. Vivyo hivyo kuna milango mingi katika dunia hii ambayo watu wanaitumia kupitia kupata baraka, kupata mafanikio. Milango hiyo yote sio sahihi. Na maanisha milango ya nguvu za giza, ufalme wa giza sio sahihi. Upo mlango ulio sahihi ambao unatakiwa upitie huo mlango ili upate pumziko la milele. Yesu anasema leo kupitia kitabu hicho cha Yohana sura ya 10 mstari wa 9. Anasema, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Wengi waliotumia milango ambayo sio sahihi imewaletea majuto na kilio. Mlango unaoutumia kwa sasa unakubariki. Maana yake unapopita, unapomtaja yeye alafu unapita unaenda kwenye biashara yako, ndipo unaenda kukutana na mafanikio. Unapomtumia kama njia, unapopita unaelekea pia kwenye biashara yako, mambo yako ndio yanavyofanikiwa. Kwa hiyo mtumie Yesu kama mlango. Kwanza mtumie kama njia, pili mtumie kama mlango. Huwezi kwenda kwa Baba bila kupitia kwake. Ndio maana unaposema Baba katika jina la Yesu,
DNA inakuwa imekamilika. Aho, Baba anasema huyu ni mwanangu. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea kumtumia Yesu kama mlango na kama njia ili kufikia hatima yako, na Mungu hata kuacha. Ndio maana amesema Yesu katika ile Warumi sura ya 3 mstari wa 24, anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Njia ya ukombozi, manake ukimtumia kama njia, manake unahesabiwa haki bure. So wewe unayemtumia Yesu kama njia ili aweze kuondoa kila matanzi yaliyowekwa mbele yako, unahesabiwa haki bure. Baba, katika jina la Yesu, ninavunja na kuharibu kila nguvu za giza. Ninabomoa kila madhabahu zao. Ninateketeza na kuteka nyara kila maajenti wao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe unayemtumia kama njia, umeanza kumtaja Baba, DNA inakuonyesha ya kuwa huyu ni mwanangu. Mbingu zinafunguka, zinaanza kufanya kazi kwa ajili ya maisha yako, kwa sababu tayari umehesabiwa haki bure. Wewe ni ni mtoto wa Mungu. Kwa hiyo mtumie Yesu kama njia, mtumie Yesu kama mlango, mambo yatabadilika. Jambo lingine katika Waebrania pia sura ya 5 mstari wa 9 anasema, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Yesu ameshakwisha kukamilishwa. Kwa hiyo tutatumia yeye kama mlango, kama njia, kwa sababu ndani yake kuna ukamilifu. So kuna uhakika wa kufanikiwa, kuna uhakika wa kuwa mkamilifu, kuna uhakika wa utakatifu kuwa ndani yako unapomtumia kama mlango wa kuingia na kupata malisho. Kuna uhakika kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema sasa. Tumie kama mlango. Wengi mtakapotumia Yesu kama mlango kuanzia sasa, kuna mambo yatabadilika. Mtakapomtumia kama njia, kuna mambo yatabadilika. Mungu ataagiza ukamilifu ndani yako, kwa sababu yeye unayemtumia kama mlango amekwisha kuwa mkamilifu. Kwa jina la Yesu, na iwe hivyo kwako leo. Kupitia jina la Yesu Kristo Nazareti hai, wachawi waliokuwa wanasumbua kwenye biashara yako, waliokuwa wanasumbua ndoa yako, waliokuwa wanasumbua uchumi wako, mahali popote pale, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti hai, Yesu anafanyika kuwa mlango, na leo anaenda kuharibu na kuteketeza kila ufalme wa giza, na utainuka na kuangaza tena. Maana andiko anasema, mwenye haki wangu ajapo anguka mara 7 atainuka tena. Kwa hiyo utaenda kuinuka. Eneo lolote ambalo ulikuwa umeanguka, wewe ni mwenye haki, umehesabiwa haki bure kwa neema. Kwa hiyo inuka uangaze, kwa maana Yesu ndiye mlango wako wa kupitia. Yesu ndiye njia yako ya kukufikisha kwa Baba. Hautapotea. Nyinyi mliopotelea kwenza ushirikina, mliopotelea dhambini, mliopotelea kwenye uzinzi na uasherati, mliopotelea kwenye aina mbalimbali za upotevu wa dunia hii, Yesu ndiye mlango, Yesu ndiye njia. Utakapompokea awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukawa unaingia na kutoka, hakika utapata malisho. Mungu akubariki sana. Nikuombee tu. Baba, asante kwa mtoto wako huyu. Bariki, muinue viwango vya juu sana kupitia neno hili ulilosema naye, ya kuwa ukombozi unapitia kwako Kristo pekee. Ukombozi wowote uliokuwa unamletea majuto na kilio, kwa jina la Yesu nimeusitisha leo, kwa sababu ameamini sauti hii teule yenye mamlaka. Na iwe maombi kwenye maisha yake, na iwe furaha na amani kwenye ndoa yake, na iwe furaha na amani kwa watoto wako, na iwe furaha na amani kwenye huduma yako na kwenye karama yako, na iwe furaha na amani katika kila kitu utakachomwomba Mungu akuletee kwa furaha na amani, na utimilifu wa Mungu uwe ni sehemu ya maisha yako kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Mungu awaibishe maadui zako, na njia zao zote ziwe utelezi kupitia jina la Yesu Kristo, ambalo ndilo njia yetu ya kupitia na ndio mlango wetu wa kuingilia. Na sasa nimeingia kupitia njia hiyo kupiga
kupiga na kubomoa kila ufalme wa giza. Nimepitia mlango huo kupiga na kuharibu kila nguvu zote za adui kwenye maisha yako. Kuanzia leo utainuka na kuangaza katika jina la Yesu, amen. Naitwa Apostle na Mchungaji Samson Simon. Mungu akubariki kwa kusikiliza ujumbe huu kwa ufupi. Mungu akuinue. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Usiogope. Ingia kupitia mlango huu ambao ni Yesu Kristo. Lakini pia mtumie kama njia ya kufikia hatima yako. Ubarikiwe sana. Amen, 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 amen. Amen, amen. Mungu awabariki.